Langu jina ni Joram Kumbi. Ninapopita mtaani watu wamenipa lakabu, yani jina la heshima. Wao wananiita Mlumbi, yani mtu anayetondoa utondozi na kusema kwa fusuli. Kama mtu anayezungumza kwa kiada, kwa utaratibu fulani, mtu ambaye anazungumza kwa muala, anazungumza kwa jahara, yani kwa uwazi, na mtu ambaye anazungumza kwa fusuli, kwa ufasaha na kwa lugha ya henezi, yani lugha ya taratibu. Kwa nini ninakuja mbele yako siku ya leo, Mswahili wa miaka 100 inayokuja? Ni kwa sababu Waswahili wa sasa wamelewa na kasumba ya uweledi, na si na wasema, lakini mwenendo hautii matumaini. Wengi wanazungumza Kiingereza zaidi kuliko Kiswahili sasa, na msomi wa sasa ni yule ambaye anazungumza Kiingereza vizuri halafu Kiswahili anabahatisha. Na msomi wa siku za leo ni yule ambaye watoto wake anaona fahari wanapozungumza Kiingereza kizuri na Kiswahili wanabahatisha. Kwa hivyo jamii yetu ina kilema, ingawa si kikubwa sana, lakini kipo. Na mimi nimepata pashawa la moyo, msukumo kutoka ndani, kuzungumza na Waswahili wa miaka 100 inayokuja, wakati tayari nimekwisha kwenda Jongomeo njia ya marahaba. Kusudi ni kurithishe mambo ya ndemi na mathathi, namna Waswahili wa zamani na wa sasa wanavyoweza kuzungumza nawe kwa lugha ya kupendeza, yani lugha taanusi. Kiswahili ni lugha ashirafu, yani lugha ya kuheshimika, ni lugha akrama, ni lugha ya samani kubwa sana, na hivyo siionei haya kuitamka paruanja, yani kwa uwazi zaidi. Na cheka utafikiri mazuri, lakini ni mazuri. Karibu ukaribie katika gayagaya la Waswahili, yani mkeka wa Waswahili. Karibu ukaribie katika kirago cha miaa cha Waswahili. Pembeni nina sharubati, yani juisi ya karakara, yani juisi ya passion, halafu na juisi ya tufaha, yani passion. Unasema Joram, nazungumza kitu gani? Basi bila kupoteza wakati, nataka sasa nianze kutondoa utondozi na kusema kwa fusuli. Nikuletee misemo ya Kiswahili ya kupendeza na maana zake. Najua utapenda kama mimi ambavyo ninapenda wakati huu. Labda na wewe pia unawiwa, unapashawa la moyo kupata kujua ama kwa hakika ni wapi basi nami nilijifunza lugha hii. Nilijifunza kwa wazee na kusoma vitabu. Ukisikia mtu anasema umekuwa Zuhura, maana kwamba sasa unavutia sana, unapendeza sana, ndio umekuwa Zuhura. Ama mtu kusema nina njaa ya ndovu kumla mwanawe. Njaa ya ndovu kumla mwanawe, hiyo ni njaa kubwa sana. Mtu anaweza kula chakula kweli kweli, kama vile hajala kwa miaka na mikaka, yani miaka mingi. Anaweza kutia methali hiyo: nimefanya kazi ya kulima mchana kutwa, sasa nina njaa ya ndovu kumla mwanawe. Hiyo ni njaa kubwa sana. Alafu ukikutwa na balaa kubwa sana, unasemaje? Ni balaa na belua. Nimekumbwa na balaa na belua. Unaona, unasema mwafulani yuko katika mazingira mwanambiji, yani mazingira ya utata, mtanziko, dilema. Kwa sababu gani? Amekumbwa na balaa na belua. Balaa belua ni balaa kubwa sana, ndugu Mswahili. Lakini ukisikia mtu anakwambia fanya kazi hiyo, onesha jitihada ya jino kwa ukucha. Jino kwa ukucha ama jino na ukucha ni kwa kila njia. Nilijitahidi kwa jino na ukucha, lakini jitihada ziligonga mwamba.
jino na ukucha ni kwa kila njia. Kwa jino na ukucha, ndugu yangu, ni kwa kila njia. Kwa hiyo nilijitahidi sana, nilipindana, nilifanya ima faima, yani hiyo ni kufanya kazi kwa jitihada sana, lakini niligonga ukuta. Kwa hiyo nachomaanisha hapa, kwa jino na ukucha ni kwa kila njia. Alafu kwa lilahi, mimi nilimpa kitabu kwa lilahi, nilimpa kitabu kwa moyo safi. Mimi nilimpa fedha kwa lilahi, yani kwa moyo safi. Nasema, kweli ndugu yangu, umeniruhusu niende na fedha yako sijakulipa? Anaitikia, ndio, wewe nenda zako, mimi nimekuachia kwa lilahi, yani kwa moyo safi, bila kinyongo. Amekupa kwa kinyongo au amekupa kwa lilahi? Nasema amenipa kwa lilahi, yani kwa moyo safi. Basi kula. Kama amekupa kwa lilahi, kwa moyo safi, kula. Maanake mtu akikupa kwa kinyongo, ukikila hicho chakula kinakutokea puani mwanetu. Kwa hiyo kwa lilahi ni kwa usafi wa moyo. Nasema Joram nazungumza kitu gani? Sasa ukitaka kusema mambo yameharibika kweli kweli, yameharibika barabara, unasema kwa mwenda wazimu ameingia mlevi. Jaribu kufikiri, mwenda wazimu huwa ana kelele. Sasa nyumbani kwa mwenda wazimu akaingia tena mlevi, hali yake inakuwaje? Kwa hiyo unasikia Mswahili anasema, la, hali yangu sasa ni ya ile ya mwenda wazimu kaingia mlevi, na maana hali yake imezidi kuwa mbaya kabisa. Huko hali inaendaje? Ndugu yangu, acha tu. Kwa mwenda wazimu ameingia mlevi, yani hali imekuwa si hali. Hali ni ile ya nyongo kaliaini. Hakuna ahueni, hakuna afueni. Hakuna tahafifu, hamna ahueni pale. Hali ni ngumu. Nasema Joram nazungumza kitu gani na kueleza vile. Kwa hiyo nikisema pashau la moyo au pashawa la moyo ni msukumo kutokea ndani. Kusema mimi Joram Kumbi nina pashawa la moyo kuzungumza Kiswahili mufti, Kiswahili cha kupendeza, mpaka kizazi kitakachokuja miaka 100 kutokea sasa wapate Kiswahili chenye ladha, Kiswahili cha kupendeza. Unasema Joram nazungumza kitu gani na kueleza vile. Ukisikia bukrata wa ashia, maana kwamba bukrata wa ashia ni asubuhi na jioni. Usinione nafahamu mambo haya, kwa sababu ilikuwa ni desturi yangu kusoma bukrata wa ashia asubuhi na jioni. Nasema Joram nazungumza kitu gani? Na neno lingine linalofanana na bukrata wa ashia ni laili wa nahari. Laili wa nahari ni usiku na mchana. Bukrata wa ashia ni asubuhi na jioni, lakini laili wa nahari ni usiku na mchana. Alikesha akimuomba Mungu laili wa nahari, yani usiku na mchana, ndiposa Mungu kwa makadara yake na kudura akaifungua mbingu na mja kumwagikiwa baraka dabali dabali, yani baraka mara 2. Unasema Joram nazungumza kitu gani? Alipopatwa na yale maradhi, alipatikana nyumbani kwake amelala kingalingali. Kulala kingalingali ni kulala chali. Unalala na mgongo unatazama juu, kule ni kulala kingalingali. Tumia Kiswahili hicho utaonekana huyu ni Mswahili mzuri sana. Unasema Joram nazungumza kitu gani? Kulalia dago. Umesikia Mswahili anasema amemlalia dago miaka 7 na bado hajaweza kumuoa. Kumlalia mtu dago ni kumsubiri mtu kusudi umuoe. Mtu ameenda kusoma masomoni ya Marekani na mwingine anamsubiri huku nyumbani, naambia vipi wewe mbona uoi? Wewe unamlalia dago Mariam. Usikute ameolewa na wazungu, wewe huna habari. Kwa nini kumlalia dago miaka 10? Enda kaoe huko wewe. Wachana na hizo habari. Huyo mwana si wako tena huyo. Tumbua limeingia mchanga wewe. Wafaa kumsubiri uzee utakokuta wewe. Namna gani? Wanawake si wako wengi. Wanawake wako wengi, enda katafute mke wewe. Kwa nini kumlalia dago Mariamu miaka 10 sasa? Kumlalia dago ni kumsubiri mtu sana kusudi umuoe. Unasema Joram nazungumza kitu gani? Mimi ninakueleza.
kumlalia mtu dago, kumsubiri mtu kwa muda mrefu ili uje umuoe. Kuletea manza. Kumletea manza mtu ni kumletea fujo, au ukisikia amekoa manza. Amekoa manza maana kwamba amepatikana na matatizo. Alijifanya mjanja yule mwana, msikizi mamake yule. Na Waswahili walisema asiyesikia la mkuu vunjika guu, siyefunzwa na mamaye ufunzwa na ulimwengu. Si amekoa manza. Amekoa manza maana kwamba amepatikana na mikosi na balaa. Ameniletea manza maana kwamba ameniletea fujo. Nasema Joram, nazungumza kitu gani? Na kueleza vile. Lishana yamini. Au nasikia watu wanasema amekula yamini, wasingeweza kuachana halinda ya halinda. Halinda ya halinda ni milele ya milele. Kula yamini ni kula kiapo. Kula yamini ni kuapizana kwamba walikula yamini, wasingeweza kuachana kwa miaka na mikaka. Kiko wapi? Kiko wapi? Mbona wametengana? Mbona wameacha? Nacheka, utafikiri mazuri, lakini liko naelezea maana ya kula yamini ama lishana yamini ni kula kiapo. Nasema Joram, nazungumza kitu gani? Kuliwa bangu. Umesikia mtu ameliwa bangu, amechezewa michezo ya hadaa, amedanganywa. Wacha kuambatana na huyo Asumani Madobe, atakula bangu sasa hivi wewe. Wewe utaliwa bangu mwanangu wewe. Na wakutie himila. Himila ni mimba. Utaliwa bangu mwanangu. Wewe wamchekea huyo Asumani mchimba visima. Wafa kumchekea wewe. Wamchekea Asumani mchimba visima, atakula bangu mwanangu. Na himila utapata, na mimba utapata. Kuliwa bangu ni kufanyiwa hadaa. Unasema Joram, nazungumza kitu gani? Na kueleza vile. Umewahi kusikia mtu anakuambia halikuhusu ndewe wala sikio? Halikuhusu ndewe wala sikio maana kwamba halikuhusu kweli kweli. Kwa nini kuingilia jambo lisilokuhusu ndewe wala sikio? We mwana wewe. We mwafulani wewe. Badala ule ugali wako kwa amani wewe, waingilia mambo wewe. Mambo hayo hayakuhusu ndewe wala sikio. Maana kwamba hayakuhusu. Ndewe ni hiki kijitu. Hiki kijitu. Hichi ndio kinaitwa ndewe, ambaye kinatobolewa hapa. Sasa hayakuhusu ndewe wala sikio, maana kwamba hayakuhusu kweli kweli. Achana na hayo mambo. Hayakuhusu ndewe wala sikio. Enda kula ugali wako, ulale na mke wako na watoto, funga mlango wewe mwana, wacha kufuatilia mambo ya watu. Ndio Waswahili wana maneno yao hayo. Au umekusikia mabingwa na makamange? Mabingwa na makamange ni watu hodari na wenye ustadi wa jambo fulani. Kwa hiyo nasema wewe ukiambatana na mabingwa na makamange wewe utakuwa hodari. Wale ni mabingwa na makamange wa siasa hizi. Kaa nao chonjo, wale wanaweza kukula bangu, wanaweza kukuhadaa. Wale wana kwina ya madaraka. Kwina ni tamaa ama uchu wa madaraka. Nasema kwina ya madaraka, uchu wa madaraka. Wale ni mabingwa na makamange wa siasa hizi mwanangu. Wala hawakawii kukula bangu, kukudanganya. Wanaweza kukuambia usiku alihali ni mchana. Wakuambia usiku usikubali, toka nje kathibitishe mwanangu. Toka nje kathibitishe. Wale ni mabingwa na makamange. Lakini neno hili si kwa ubaya. Hata watu hodari katika kazi kama ni madaktari ama wahandisi, nasema alipopelekwa kwa mabingwa na makamange katika hospitali ya Muhimbili, basi alipata tahafifu, alipata nafuu na akarudishwa nyumbani kuendelea na shughuli zake, maradhi yakamwacha. Nasema Joram, nazungumza kitu gani? Na kueleza vile. Yule binti msomi wa Marekani hajaolewa. Hajaolewa mpaka hivi sasa ninavyokuambia. Mwanamke wa kidatu yule amejaa madaha na madahiro. Kwa nini hajaolewa? Ni kwa sababu amejawa madaha na madahiro. Madaha ni nini? Madaha na madahiro ni majivuno makubwa. Majivuno makubwa ndio naitwa madaha na madahiro. Anaringa yule tangu apandishwe kazi yule, aanze kupata maduhuli mapato. Aanze kupata masurufu. Masurufu ni fedha unapewa ya kujikimu. Marupurupu ni nyongeza ya mshahara. Tangu alipoanza kupata marupurupu na masurufu, akatononoka, akanenepa, akawanda, akanenepa. Sasa hivi amejaa
madaha na madahiro, yani majivuno ya hali ya juu sana. Lakini pia kuna majivuno, neno jingine mbadala wa majivuno ni majinato, majikwezo, majisifu. Wewe unasema Joram nazungumza kitu, unasema kama tania hivi. Mimi nasema nawe Mswahili wa miaka 100 kutokea sasa. Ulumbi kila fahala. Aliondoka mafungulia ng'ombe. Mafungulia ng'ombe ni asubuhi kama saa 2 hivi, saa 3 watu wanatoa ng'ombe kwenda kuchunga. Ndio tunasema mzee aliondoka mafungulia ng'ombe. Maana kwamba asubuhi ya saa 2 hivi, saa 3. Lakini kama kuna mafungulia ng'ombe, basi kuna mafungia ng'ombe. Mafungulia ng'ombe na mafungia ng'ombe. Mafungia ng'ombe ni wale ng'ombe wanarudi kutoka machungani, na kwa desturi inakuwa ni saa 1 hivi kigiza cha jioni. Unamkuta mzee mchekea mwezi akiwa anasikiliza taarifa ya habari, mafungia ng'ombe. Yani jioni hivi saa 1. Unasema Joram nazungumza kitu gani? Ndio Waswahili walivyokuwa wanasema. Ukisikia mtu anasema nina nyonda naye huyo, niachieni wala sitakusikiza habari zenu. Nyonda ni mapenzi ya dhati. Ndio nasema nyonda. Nyonda imeleta nyonde. Nyonde ni udhaifu. Sasa kupenda sana kunaleta udhaifu. Kupenda sana kitu pia kunaitwa tasliti. Ndio nasikia Waswahili wanasema tasliti yashinda belua. Ukipenda sana kitu kupita kiasi, hata balaa huwezi kuona. Ndio Waswahili wanasema kipenda roho hula nyama mbichi. Amempenda tasliti, amempenda kupita kiasi, na hata belua hawezi kuona. Ndio maana methali iko inasema tasliti hushinda belua. Ukipenda sana hata hatari huwezi kuiona. Sasa haya sio ambayo nilikuwa nataka kusema. Ambayo nilikuwa nataka kusema ni haya: mapenzi ya Maki na Uketo. Mapenzi ya Maki na Uketo ni mapenzi ya dhati, ama tunaita huba la njiwa. Huba la njiwa ni mapenzi ya dhati. Sasa Maki ni upana, Uketo ni kina. Kwa hiyo penzi la Maki ni penzi la upana na Uketo ni kina. Kwa hiyo penzi la Maki na Uketo ni penzi la kina na upana. Hilo sio penzi la kawaida. Hilo ni penzi lililoota mizizi. Hilo ni penzi la kuhamisha milima mwanangu. Na utakuwa umebahatika ukipata penzi la Maki na Uketo. Hapo unaonaje vile? Make huyo uliyempata atakuwa nawe halinda ya halinda. Halinda ya halinda ni milele ya milele. Si aliniambia atakuwa nami halinda ya halinda? Vipi sasa, mbona amevogomea mbali? Amevogomea mbali. Kuvogomea mbali ni kutoweka kwenda mbali pasikojulikana. Analia machozi ya kwikwi na kuuma chanda, maana mpenzi wake alimwambia atakuwa naye halinda ya halinda. Halinda ya halinda milele na milele. Wapi? Kiko wapi? Akaachwa kwenye mataa. Kwa hiyo mahaba ya njiwa ni mapenzi moto moto. Umepata mahaba ya njiwa wewe? Mapenzi moto moto ndio maana yake. Alimuoa kwa mahari ghibu. Aliolewa kwa mahari ghibu. Ghibu yasioonekana. Isiyoonekana ndio ghibu. Kwa hiyo mahari isiyoonekana ni mahari ya ahadi. Nikipata fedha mtaleta, nipeni mwanenu, mimi nimempenda sina fedha. Kwa hiyo alimuoa kwa mahari ghibu, kwa mahari ya maneno isiyoonekana. Wazazi kumridhia, wakamwachia binti yao kwa sababu walimuona ni mwaminifu, ila fedha tu hakuwa nazo. Alimuoa kwa mahari ghibu, ghibu isiyoonekana, maneno tu. Mahuluku tabu. Mimi mwenzenu ni mahuluku tabu. Mtu aliyekulia katika shida ndio anaitwa mahuluku tabu. Amepitia shida zote za dunia wala humtishi. Mtu anakuambia nini wewe? Mimi ni mahuluku tabu, nitishi kwa chochote. Najua kulala na njaa,
najua kulala chini, najua kunyeshewa mvua, najua kupigwa jua, najua kuwa nacho na kutokuwa nacho. Utanieleza nini? Nimelala mpaka kwenye mitaro, mimi nimefungwa jela. Mahuluku tabu, nini kunitisha wewe? Mimi ni mahuluku tabu, nazijua tabu zote za dunia na rangi zake nimemaliza. Unitishe nini wewe? Kwa mahuluku tabu ni mtu aliyekulia katika shida, hivyo huwezi kumtisha kwa taabu yoyote. Mali ya mahonyo. Mali ya mahonyo ni mali ya bure. Baba amefariki, ameacha mali ya mahonyo. Mali ya bure, watoto wanafaa kuifuja. Wanarukaruka nayo na vimada wa kila aina. Leo disko hili, kesho disko lile. Wanakula mali ya mahonyo. Mali ya bure hawajaisotea. Mali ya kutokuisotea inaitwa mali ya mahonyo, mali ya ubwerere, mali ya bure. Unasema Joram, nazungumza kitu gani? Nakwambia vile. Alikuja nyumbani kwangu, anasema kuna habari anataka kunipa, kuna maneno anataka kunipa, kumbe ni maneno ya mkahawani. Maneno ya mkahawani ni maneno ya ovyo ovyo. Maneno ya ovyo ovyo. Nasema maneno ya mkahawani, maneno ya ovyo ovyo. Ovyo ovyo, hayana kichwa wala miguu. Unaniletea maneno ya mkahawani. Mimi nafaa kusubiri, kumbe waletea maneno ya mkahawani. Maneno ya ovyo ovyo. Na pia kuhambarara. Kuhambarara ni kuongea ovyo ovyo. Alipewa nafasi katika jukwaa, katika kadamnasi, katika umayamaya. Badala kuzungumza pointi, azungumze kwa uketo, akaanza kuhambarara. Kuhambarara uzungumzi pointi, uzungumzi chochote, ndio unahambarara. Nasema Joram, nazungumza kitu gani? Umayamaya, idadi kubwa ya watu. Idadi kubwa ya watu. Kadamnasi, idadi kubwa ya watu. Kinyume chake ni ukalili wa watu wachache. Uchechefu wa watu wachache. Nasema Joram, nazungumza kitu gani? Kweli mimi nazungumza kitu gani mimi? Mimi nazungumza na Waswahili wa miaka 100 inayokuja. Niwaeleze maneno mazuri mazuri hapa. Maneno yalimkwama kooni, alipopatwa na ghadhabu, alipoingiwa na hofu, maneno yalimkwama kooni. Kushindwa kuongea, kushindwa kuzungumza. Inaweza kuwa kwa sababu ya hasira au umeingiwa hofu, umeogopa. Maneno yanakukwama kooni, wataka kusema lakini huwezi. Maneno yamekukwama kooni mwanetu, usiogope. Nacheko tafikiri mazuri. Ananiletea maneno ya yani. Maneno ya yani. Maneno ya ovyo ovyo, ndo tunasema maneno ya yani. Kwa nini kuniletea maneno ya yani? Mimi nina shughuli zangu. Si bora nikalime kaja yeye? Kaja yeye ni mihogo. Si bora niende zangu kwenye shamba langu nikalime kaja yeye? Kuja kuniletea maneno ya yani wewe? Wanishindia kibarazani uniletee maneno ya yani. Maneno ya mkahawani, maneno ya ovyo ovyo. Sema Joram, nazungumza kitu gani? Ninajua shughuli hiyo, mapito yake na mapituko yake. Mapito na mapituko. Maana kwamba najua mapito na mapituko yake. Najua kila upenyu wa undangani. Hiyo shughuli naijua mapito na mapituko yake, usindanganye. Hiyo shughuli najua mapito na mapituko yake, usindanganye. Naona hapo, yani kujua kitu kwa ndani sana, mapito na mapituko yake. Namjua huyo mapito na mapituko yake, usinidanganye wewe. Mimi namjua, hawezi sema hivi. Mke wangu mimi namjua mwenyewe, namjua mapito na mapituko yake. Usikundanganye wewe. Mdanganyie nini wewe? Mwafulani. Mashehe na masharifu, watumishi wa Mungu wale. Mashehe asikii maneno ya mashehe wala maneno ya mashehe wala masharifu. Asikii maneno ya makuhani wala makaasisi. Huyo kweli amepotoka. Ana udhalala wa moyo. Udhalala ni upotofu wa moyo. Dhunubu ni wingi wa dhambi. Asikii maneno ya makaasisi wala ya makuhani wala ya mashehe wala ya masharifu. Huyo kweli amepotoka. Ana udhalala wa moyo. Moyo wake umepotoka, ana dhunubu. Dhunubu ni wingi wa dhambi. Nasema Joram, nazungumza kitu gani? Wakati nakata ile kona nikakutana na Matlai Shams. Matlai Shamsi ni mwanamke mzuri sana, mfano wake hakuna. Ndio tunamuita Matlai Shams. Mzuri bala.
Ukimuona hivi kwanza maneno yako yanakuishia. Badala ya kusema wivu, unaweza kujikuta umesema wavu kwa sababu ya uzuri wake tu. Matlaha Shamsi, binti mnyange, anavutia kama nini. Unasema Joram unazungumza ganda kueleza vile. Matlaha Shamsi ni mwanamke mzuri sana. Mwanamke mzuri sana. Lakini pia Mbeja mwenye umbeja ni mwanamke. Mbeja ni mwanamke mrembo. Umbeja ni wana mitindo, ile fashion design nini naita umbeja. Mtu anavaa mavazi akampa wagivu. Wagivu ni muonekano mzuri. Alovale vazi lake le gauni limempa wagivu, yani muonekano mzuri, na le umbo lake likampa wagivu, muonekano mzuri, umbo lake kama dondora, kama nyigu, kama nini. Napenda jasadi lake. Jasadi ni umbo, ujue. Napenda jasadi. Jasadi ni umbo. Napenda jasadi lake, napenda umbo lake. Akivaa mavazi anampa wagivu. Wagivu ni muonekano mzuri. Badani pia. Badani ni umbo. Napenda badani lake, napenda umbo lake. Akivaa mavazi anampa wagivu, muonekano mzuri. Kwa hiyo badani ni umbo, jasadi ni umbo. Ana badani namba 8, ana umbo namba 8. Ana jasadi kama la nyigu, ana umbo kama la nyigu. Lafana mapingili. Unasema Joram nazungumza kitu gani? Mbeja wa Kano. Mbeja wa Kano Mbeja peke yake ni kwa wanawake. Mbeja mwenye umbeja ni kwa wanawake wazuri na wanaovaa vizuri. Lakini ukisema Mbeja wa Kano ni kwa wanaume. Kano unajua ni misuli, ni nguvu. Kwa hiyo Mbeja wa Kano ni mwanaume mkakamavu mwenye misuli, ma six pack nini, jamaa la gym nini. Tunawaita Mbeja wa Kano. Anodishos niga ni Mbeja wa Kano. Mandonga mtu kazi ni Mbeja wa Kano, ana misuli nini. Mbeja wa Kano mwanaume mwenye misuli. Mbeja mwenye umbeja mwanamke mzuri, nimekisha kusema, na pia anayevaa vizuri. Unasema Joram nazungumza kitu gani? Kwa hiyo mimi najitia taabu kupata kueleza maneno mengi kukuongezea. Unapokaa kibaradhani uweze kuzungumza kwa muwala, yani kwa utaratibu mzuri. Uzungumze kwa kiada, uzungumze kwa jahara, kwa sauti. Kwa sababu ukijua maneno mengi na misemo, inakusaidia kusafirisha falsafa yako, fikra yako, imani yako, na vitu unavyofahamu kwa uzuri zaidi kutoka kwako kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hivyo usiache kuungana nami katika Gayagaya la Mswahili ili uzidi kupata mambo mengi juu ya Kiswahili chetu akrama, Kiswahili chetu ashirafu, na tuzidi kukikuza Kiswahili kiotembawa zaidi. Unasema Joram nazungumza kitu gani? Wabadu wakadabahu fakir. Langu jina ni Joram Kumbi, na yuka huku nikiuweseka kiwendo wazimu ulumbi kila pahala. Na watu wanakuwa wananiuliza nini maana ya wabadu wakatabahu fakir. Wabadu ni baada ya hayo, wakatabahu ni mimi ninayeongea au ninayeandika, fakir ni maskini. Kwa hiyo wabadu wakatabahu fakir maana yake baada ya hayo mimi ninayeongea ni maskini. Napenda kujiona kama ni maskini, maskini wa hali, fukarafuke, mja chochole, hawinde, wa hali. Kwa hiyo usinifikirie kama mtu wa maana, lakini fikirie zaidi kama mwenda wazimu ambaye anapayuka katika jitihada ya kunyanyua ulumbi. Ulumbi ni uhodari wa kuzungumza lugha kwa ufasaha. Kwa hiyo nikisema ulumbi kila pahala, maana kwamba uhodari wa kuzungumza lugha kwa ufasaha kila sehemu unayokwenda, katika majukwaa ya kisiasa, katika biashara, katika nyumba za ibada, mtaani, majumbani. Tumia maneno mazuri. Waswahili kusema maneno mazuri humtoa nyoka pangoni. Mpaka wakati mwingine, Mswahili mwenzangu, tutakapokutana tena katika Gayagaya la Waswahili. Langu jina ni Joram Kumbi, na yuka huku nikiuweseka kiwendo wazimu. Kama nakuambia wewe, lakini najiambia mwenyewe. Usiache basi pia kusoma vitabu vyangu nilivyoviandika katika kusaidia harakati. Nimeandika kitabu cha Ulumbi na Walumbi, mchango wa Tanzania barani Afrika. Nimeandika Leadership and Mentorship. Nimeandika Vita vya Uchumi, Maumivu na Makovu. Nimeandika kitabu kinaitwa Travel with Your Soul,
and your eyes wide open. Na nimeandika pia kitabu cha The Spirit of Entitlement, A Danger to Greatness. Kwa hiyo nimeandika pia kwa lugha ya Kiingereza. Kujua lugha ya Kiingereza kusikufanye kudharau lugha ya Kiswahili. Mimi ninasema kwa Kiswahili na naandika kwa Kiingereza vile vile, kwa sababu ninajua mkataa kwao mtumwa. Niwe hodari zaidi kwa Kiswahili halafu niongeze kutoka katika lugha zingine kujifunza. Naona imekaaje hapo? Huo ndio wana majumui. Basi usilewe na kasumba ya uweledi. Uwe msomi, kumbatia kilicho chako. Mpaka wakati mwingine, wabadu wakatabahu fakir. Nakupenda na kwa sababu nakupenda najali. Turuhani, turuhani, turuhani.